content. Nimekutana na walimu ambao wanakosa ujasiri kwa sababu tu hawakujiandaa vizuri katika kitu ambacho wanakwenda kukifundisha, au wanaonekana sio walimu wazuri kwa sababu wanababaisha katika kile unachojaribu kukifundisha. Chagua somo fulani ambalo unajiweza. Soma kitu fulani ambacho utakifundisha kwa kina, kielewe nje ndani, na mwisho uweze kukiwasilisha vizuri. Kumbuka, hutakwenda kujibu kila swali, na hii inategemea sana na mfumo wa ufundishaji wa taifa na taifa, au unafundisha curriculum ipi. Lakini jitahidi kwamba hata kama utakuwa una facilitate the learning process, wewe unawezesha kujifunza kwa wanafunzi, na sio kwamba unasimama mbele na kutema cheche tu. Ni muhimu ukawa na upeo mpana, ili baada ya wanafunzi kujadiliana na kukutana na wakati mgumu katika vipengele fulani, basi unaweza ukasimama na kuuliza, kati yenu nani anaweza akaweka hili jambo sawa? Watu wakatoa maoni yao kama wanafunzi. Baadaye ukasema katika yote yaliyosema huyu yuko sahihi, huyu amejitahidi, lakini jambo sahihi ni hili na hili na hile. Na unaweza kufanya hayo kwa sababu una umahiri katika kitu ambacho unafundisha siku husika. Kwa hiyo content mastery ni kitu cha muhimu. Jitahidi sana kumaster vitu unavyofundisha ili uwe na ujasiri, usionekane unakosa ujasiri kwa sababu tu hujui kitu fulani unachokifundisha vizuri. Kama hujui kitu vizuri, utaonekana kujikanyakanyaga na kukosa ujasiri hata kama uko na wanafunzi na sio tu unazungumza mbele ya watu. Kwa jiandae vizuri kwa somo unalokwenda kufundisha.